Habari Tanzania, habari bwana, sisi ndo Bigman. Yani kama tulivyokuambia, bado hatujapoa na hatutopoa. Yani ni mtaa kwa mtaa, yani tunakuja kuona wenzetu wanafanya biashara vipi ili na sisi knowledge ziongezeke. Bwana, leo tupo somewhere, yani mazingira kama mnavyoyaona. Tunafika kwa ndugu yetu hapa, yeye mwenyewe ndo atamaliza kila kitu. Yuko wapi, biashara anafanya vipi, ili na wewe idea yake, yani leo utaongeza chochote katika kitu chako. Tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Tulivyokuambia kwamba tumekuja kumtembelea ndugu yetu na kupata idea zake. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Karibu. Asante bwana, labda kwa faida ndugu zetu hapa, tuko maeneo gani? Hapa tuko maeneo ya Kinyasini au Mzambarauni ya Wete. Okay. Kama unatokea Wete ni masafa mafupi tukifika dukani kwetu Kinyasini. Si refu. Kwa hiyo karibuni sana. Na garage inaitwaje? Na garage yetu maarufu yake ni kwa fundi Rashid. Fundi Rashid, ukiulizia kwa fundi Rashid ni fundi ambaye amebobea katika masuala chochote ambacho kwa utamletea. Ukimletea bajaji atakutengenezea, utafurahi. Ukimletea Mahonda Mavario atakutengenezea, utafurahi. Ukimletea Vespa atafurahi, utatengenezea, utafurahi. Kwa hiyo ni fundi ambaye ni mzuri, na asilimia nyingi ya maeneo ya huku Kinyasini, Konde, Wete, basi ni fundi ambaye anamtumilia sana. Anakubalika. Kwa hiyo karibu sana. Ndio. Na hapa mtu akitaka ofisi yako anakupataje? Hapo ofisi gani aulizie? Hapa kwa Mwarabu. Kwa Mwarabu. Maarufu na sana anaita Arabic. Okay. Bwana, ukifika Kinyasini gani ulisema? Kinyasini Mzambarauni. Kinyasini Mzambarauni. Ulizia tu bwana, nataka ofisi yako Mwarabu. Alafu fika ofisini kwa moto, alafu uende gere kwa fundi Rashid kama ulivyosikia. Spare gani unazoza? Sababu unaona kuna mixer. Waambie wenyewe, yani wakuelewe. Hapa tuna spare ya vyombo 3 au aina 3 ya vyombo. Tunapata spare za bajaji aina yoyote ambayo unataka kupata, kama ni kioo, uso, mapaja. Yani chochote ambacho unahitaji katika bajaji unapata. Pia tumejikita katika masuala ya pikipiki. Pikipiki aina yote ambayo kwa spare yake unataka utapata. GN, TVS, CG. Pia tumejikita katika masuala ya Vespa. Na Vespa yako hapo daktari utajua na utapona kwa uwezo wa Mungu inshallah. Okay. Asante sana. Kwa hiyo kwamba we bajaji, pikipiki na Vespa. Labda kuna biashara unayoifanya nitoke ulipoianza, unaiona vipi? Biashara tuliyoanza na Mungu alhamdulillah, tukishirikiana na nyie Bigman iko vizuri alhamdulillah. Tunapata bidhaa kutoka kwenu kwa bei nafuu, na sisi tunauza kwa bei nafuu. Pia ni bidhaa ambazo kwa zina ubora na kiwango. Okay, asante sana. Na labda kama kuna changamoto, tuko live kwetu channel. Yani kama kuna changamoto yoyote, unajua katika kazi changamoto zinakuwa zikosi. Changamoto zinakuwa zipo, lakini ndio ambapo kazi inarekebishika. Yani kiufupi, kwenye changamoto wewe bado nakukwaza, lakini kukukwaza sana, yani tuseme. Kwa upande wangu mimi hajanikwaza sana. Okay. Labda una maoni gani, una ushauri gani kwa ndugu zetu ambao let me say kwamba kuna mtu sasa hivi yeye ana mawazo labda nataka kufungue duka la spare za pikipiki, au bwana mimi nimefungua duka la spare za pikipiki, lakini hawa Bigman bwana dasi hata nianze nao vipi biashara? Labda una ushauri gani kwa watu wawili unaweza kuambia? Ushauri ni kwamba kila kitu ni kumuomba Mungu. Muombe Mungu, na Bigman ni watu wazuri, ni watu ambao kwa wanaamini asante sana kwamba sasa. Lakini hata hivyo tuseme kwenye mitaji, labda kwa sababu wengine wanashangaa kutokana labda neno Bigman, wanashangaa bana kutaka kuanzisha spare pikipiki labda ni milioni 100, 200, milioni 50, milioni 10. Hebu kwa wewe, kwa idea yako kwamba hadi sasa hivi ulipofika, unaweza kumshauri mtu hata kwa mtaji wa kiasi gani anaweza kuanza biashara ya pikipiki? Unajua kuna msemo wa Kiswahili unasema bandu kumaliza gogo. Asante. Kwa hiyo sio lazima una milioni 100, sio lazima una milioni 200. Ushafahamu? Kile kidogo ambacho utakaza nacho, basi baadaye huu ugeuka na kuwa kingi. Muhimu ni imara wako hapo ndani biashara yako, kuzingatia jinsi gani unafanya biashara, kuzingatia jinsi gani soko la biashara hapo lipo. Kwa hiyo naamini unapozingatia mambo hayo katika biashara, basi utafanikiwa kwa uwezo wa Mungu. Utafanikiwa. Sawa. Kwa hiyo bwana, sisi tuseme asante sana,
kama mlivyosikia maelezo yake, ndugu yetu naye ni biashara kama, yani kiufupi ni familia, yani tunafanya biashara na Bigman ni familia, na sio kwamba tunakuuzia spare na darasa na elimu kama hizi tunakutana nazo bwana. Kama tulivyokuambia mwanzo kwamba hii bana, hii safari inaendelea jeshi hapa ni garage kwa garage, yani sio kwamba tukuuzia spare tu upate na faida na idea zake na biashara hii nataka kufanya hivi. Kama tulivyosikia ndugu yetu hapa, safari bado inaendelea. Sisi ndio Bwagara. Muda mchache hautoshi, ni muda wetu kujipambania, kesho na sisi tushike boss.